Na kwa ajili ya ibada ya siku ya leo au mafundisho ya siku ya leo, tuna fundisho ambayo inasema dhambi iliyo ya mauti. Dhambi iliyo ya mauti. Fundisho hili tumelifundisha mara nyingi na tukawa na hakika kama wenda limekaa kabisa, limezama ndani ya mioyo ya watu. Lakini ilikuwa sikumbuki kama ilikuwa Wednesday hivi, sikumbuki. Mtu mmoja tulipokuwa tunasoma mahali hapo, tukipita tu, kuna jambo tulikuwa tunazungumza tu tukipita tu, si kama ilikuwa ndio fundisho letu hilo. Alafu mtu maka auliza, sasa pasa hiyo ni dhambi ya mauaji? Bwana tusaidie. Akauliza, sasa hiyo dhambi iliyo ya mauti ni dhambi ya mauaji? Nikaona ni kama ili jambo bado halijakaa vizuri ndani ya mioyo ya watu. Wakati alipouliza tu siku hiyo, na njoo nikapata msukumo kwamba Mungu atujalie pia tukipata nafasi tuweze pia kuligusia, ikiwezekana liweze kukaa kabisa, lizame ndani ya mioyo ya watu, lisiweze kuondoka tena. Bwana asifiwe. Dhambi iliyo ya mauti. Acha tusome kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi 17. Yohana wa kwanza sura yake ya 5 na mstari wake ni 16 hadi 17. Tunasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti. Sisemi kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Amen. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna, acha tuseme kwa toleo lingine, toleo ambalo la habari njema. Acha tuseme mahali hapo. Neno la Mungu linasema, mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi isiyompeleka kwenye kifo, anapaswa kumwombea kwa Mungu, naye Mungu atampatia uhai. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambazo si za kifo. Lakini ipo dhambi yenye kumpeleka mtu kwenye kifo. Nami sisemi kwamba mnapaswa kumwombea Mungu kwa ajili ya hiyo. Kila tendo lisilo adilifu ni dhambi, lakini kuna dhambi isiyompeleka mtu kwenye kifo. Amen. Bwana asifiwe. Sasa naona hii toleo inaleta mwanga zaidi kuliko ile toleo ambao tumeanzia. Bwana asifiwe. Sasa hapa nasema dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo au dhambi iliyo ya mauti. Toleo moja nasema dhambi iliyo ya mauti, toleo lingine nasema dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo. Bwana asifiwe. Sasa hii dhambi inayompeleka mtu kwenye mauti au dhambi iliyo ya mauti, dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo au dhambi iliyo ya mauti, ni dhambi ya aina gani? Bwana asifiwe sana. Ndio tunashukuru na tunaacha tuendelee kwenye hili fundisho. Naamini tumesoma na wale ambao wako na Biblia ni vizuri weke sana hiyo akili sana kwenye hiyo verse. Maana hii verse utaona hata wengine, hata walimu wanapoitafsiri. Walimu tu, si kwamba ni washirika tu kawaida ambao bado ni wapya muimani. Unakuta mtu ni mwalimu, lakini anavyoeleza anaweza naye kama vile mama ameeleza kwamba ni dhambi ya uzinifu, ni dhambi ya kumwaga damu, kitu kama hicho. Bwana tusaidie. Kitu kama hicho, lakini si kweli. Maana kumbuka nasema kama ukimwona ndugu yako anatenda dhambi iliyo ya mauti, usimuombe. Ukumbuke hiyo. Kwa nini usimuombe? Maana haina haja ya kumwombea. Na kwa nini usimuombe?
ni kwamba Mungu hawezi kumsamehe. Bwana tusaidie. Ni kwamba Mungu hawezi kumsamehe, hakuna haja ya kumwombea maana Mungu hawezi kumsamehe. Sasa hiyo dhambi ambayo mtu anaifanya na hakuna haja ya kumwombea maana Mungu hawezi kumsamehe, sio uzinifu. Bwana asifiwe. Sio uzinifu. Wala sio dhambi ya kumwaga damu, hapana. Bwana asifiwe. Mimi na uhakika tulishafundisha, ni vile tu sisi mara nyingi tunakuwa na ile tabia ya kutokushika. Hiyo tu ndio shida. Na hata wakikona anakufundisha bado ile ronge ambayo iko ndani mwako, ile uongo tu ambao wewe uliweza kushika, huyo tu ndio unabaki tu. Yaani unakuta mtu hana uwezo wa kufunzika ile ukweli uweze kukaa ndani mwake. Anakaa tu kanisani tu hivi kama jerekani, baadaye tu anatoka tu. Hakuna chochote ambao kimefaidika kwa akili yake. Na hii inatuumiza sana. Bwana asifiwe. La sasa, mtu asiamini hawezi kuitenda dhambi iliyo ya mauti. Kusudi aanze kuelewa ile dhambi ya mauti ni dhambi ya aina gani. Mtu ambaye ni mpagani, mtu ambaye bado hajaamini, hawezi kuitenda dhambi iliyo ya mauti. Bwana tusaidie. Sasa tunaanza kujua sasa hiyo ni dhambi ya aina gani ambayo mtu ambaye hajaamini hawezi kuitenda. Kuna dhambi yoyote ambayo katikati ya zile aina za dhambi, kuna dhambi aina fulani ambayo haitendwi na wapagani? Naamini vitendo vyote vibaya vinatendeka. Sasa lakini sasa dhambi ile ya mauti ni dhambi ambayo haitendwi na watu wasioamini. Yaani mtu asiamini hawezi kuitenda dhambi iliyo ya mauti. Yaani anayeweza kuitenda dhambi iliyo ya mauti ni muumini aliyeangaziwa peke yake. Ni Mkristo, yani mcha Mungu, mtu ambaye aliangaziwa, huyo tu ndiye anaweza kuitenda dhambi iliyo ya mauti. Dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo. Ni mtu tu ambaye ameamini, na tena si kuamini tu ya kawaida ile kushiriki tu kanisani, sio kubatizwa tu kanisani, lakini ni mtu ambaye ameamini na akaangaziwa. Unajua kuna watu ambao wameamini, wakaingia kanisani, wakabatizwa, lakini bado hawajaangaziwa. Bwana asifiwe. Sasa mtu kama huyo hawezi kuitenda dhambi ya mauti. Ile dhambi ile ya mauti, dhambi inayompeleka kwenye kifo, mtu kama hawezi kuitenda. Lakini dhambi ile ya mauti, yani dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo, inatendwa tu na wale ambao walimwamini Yesu Kristo, wakampokea kiukweli bila ujanja, alafu wakaangaziwa kikweli, wakashirikishwa Roho Mtakatifu kikweli. Hao tu ndio wanaweza kuitenda dhambi ile ya mauti. Bwana asifiwe. Ili uweze kuelewa, acha tuseme kwenye kitabu cha Waebrania. Hatujaitafsiri ni dhambi aina gani, lakini nataka nikuonyeshe tu ni nani anaweza kuitenda dhambi ile ya mauti na ni nani hawezi kuitenda dhambi ile ya mauti. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 6 na mstari wake wa 4 hadi 6. Tutasoma toleo zote. Tunasema kitabu cha Waebrania sura ya 6 na mstari wa 4 hadi 6. Asante sana. Tunasema kwa jina la Yesu. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukihonja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kufanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Amen. Bwana asifiwe. Hawa ndio wanaweza kuyafanya sasa. Hawa ndio wanaweza kuifanya dhambi iliyo ya mauti, yani dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo. Ni mtu wa aina gani? Ni mtu aliyekwisha kupewa nuru. Jambo la kwanza, ni mtu aliyekwisha kupewa nuru. Jambo la pili, akakionja kipawa cha mbinguni. Jambo la tatu, akafanywa mshirika Roho Mtakatifu. Jambo la 4, na kuonja neno zuri la Mungu. Jambo la 5, na nguvu za zamani zijazo. Bwana asifiwe. Acha tusome kwa toleo lingine ili la habari njema. Tunakumbuka kitabu
Ni Waebrania sura 6 mstari wa 4 hadi 6. Maana watu waliokwisha kuangaziwa, kule wanasema watu waliokwisha kupewa watu waliokwisha kupewa nuru. Hapa anasema watu waliokwisha kuangaziwa, wakahonja zawadi za mbinguni, wakashirikishwa Roho Mtakatifu, na kuonja wema wa neno la Mungu na nguvu za ulimwengu ujao, kisha wakaasi imani yao. Bwana tusaidie. Kisha wakaasi imani yao. Haiwezekani kuwarudisha hao watubu tena. Hao wanamsulubisha tena mwana wa Mungu kwa makusudi na kumwaibisha hadharani. Bwana asifiwe. Sasa hii toleo wakati wote huwa naipenda kuisoma, maana inaleta maneno na Kiswahili ambayo ni rahisi, tofauti na hii Kiswahili ambayo ni kama inahitaji mtu awe ameishi Tanzania. Lakini hii hata kama hujaishi Tanzania inaeleweka kiasi. Bwana asifiwe. Watu waliokwisha kupewa nuru. Hapa nasema watu waliokwisha kuangaziwa. Yaani ni mtu ambaye ana vitu, ni mtu ambaye ameamini na ana vitu vitano. Amekwisha kupewa nuru, amekihonja kipawa cha mbinguni na kufanywa mshirika Roho Mtakatifu na kuhonja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Sasa huyu tu ndiye anaweza kutenda dhambi iliyo ya mauti. Dhambi iliyo ya mauti au dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo sio dhambi inayoweza kutendwa na mtu ambaye hajaamini. Bwana asifiwe. Sasa dhambi inayompeleka mtu kwenye mauti ni dhambi ya aina gani? Kama ulifuata tulipokuwa tukisoma kwenye ile toleo la habari njema, ile verse ya 6. Anasema kisha wakaiasi imani yao. Bwana asifiwe. Kisha wakaiasi imani yao. Kumbe dhambi ile ya mauti, dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo, si kitendo fulani ambacho mtu anakitenda. Hapana, lakini ni kuiasi imani yako. Bwana asifiwe. Ni kuiasi imani. Kwa njia nyingine ni inaitwaje? Kukengeuka. Kukengeuka, yani ni ukengeufu. Dhambi iliyo ya mauti ni ukengeufu. Na ukengeufu unafanywa tu na mtu ambaye tayari alikuwa kwenye line. Bwana asifiwe. Na tunaposema ukengeufu ni opposite ya kuongoka. Ni kinyume cha kuongoka. Yaani ukengeufu ni kubadilika sana kutoka kwa uzuri kwenda kwa ubaya. Yaani unabadilika sana kutoka kwa uzuri kwenda kwa ubaya. Na kusudi ubadilike kutoka kwa uzuri kwenda kwa ubaya, ina maana ulikuwa mzuri. Bwana tusaidie. Ndio maana yake hiyo. Sasa kuongoka ni kubadilika sana kutoka kwa ubaya kuja kwa uzuri. Ndio kuongoka. Ile wakati Yesu akamwambia Petro, ati Simoni Petro, shetani amewaomba ili awapepete kama vile ngano. Lakini akasema wewe nimekuombea ili imani yako isitindike. Na utakapoongoka imarisha ndugu zako. Ina maana Petro alikuwa amemwamini Yesu na ni mwanafunzi wa Yesu, lakini alikuwa bado hajaongoka. Bwana asifiwe. Kumbe mtu anaweza kuwa yuko kanisani lakini bado hajaongoka. Mtu anaweza kuwa ameamini, amebatizwa lakini bado hajaongoka. Na kama haujaongoka huwezi kuimarisha ndugu wengine ambao bado ni wadhaifu katika imani. Bwana asifiwe. Sasa mtu ambaye alishakaongoka, tunaelewa jamani. Mtu ambaye alishakaongoka, na tumeshaeleza kuongoka maana yake nini? Ni mtu ambaye amebadilika sana kutoka kwa ubaya kuja kwa uzuri, ndio kuongoka. Sasa mtu ambaye alishakaongoka ndiye anaweza kukengeuka. Amen. Huwezi kukengeuka na kama haujaongoka. Yaani mtu ambaye alishakaongoka ndiye anaweza sasa kutenda dhambi ile ya mauti. Ndiye anaweza sasa kuikana imani yake. Bwana tusaidie.
Kwa hiyo ni kama vile tunasema kwamba anayeweza kufa ni yule tu aliye hai. Anayeweza kufa ni yule tu aliye hai. Yaani mtu ambaye hana uhai anawezaje kufa? Haiwezekani mtu akufe na hana uhai. Yaani anayeweza kufa tu ni yule ambaye yuko na uhai. Bwana asifiwe. Mtu aliyekufa anaweza kufa. Kwa tukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 13, Warumi 8:13, Biblia inasema, kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Anasema kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Yaani haujafa, hamjakufa, lakini mnataka kufa. Na mtu ambaye anaweza kufa ni mtu ambaye yuko hai. Bwana asifiwe. Na hii kufa ambayo Paulo alikuwa anaizungumza mahali hapa si kufa ya kimwili. Ilikuwa ni kufa ya kiroho. Yaani hawa ambao wanazungumza mahali hapa ni watu ambao wako hai kiroho. Hasa anasema mkiishi kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Yaani mnaweza mkaingia kwenye kifo. Si kifo cha kimwili lakini kifo cha kiroho. Mnaweza mkapoteza uhai wenu wa kiroho. Bwana asifiwe. Sasa Biblia anasema ukimwona sasa ndugu yako ametenda dhambi ile ya mauti, usiombe kwa ajili yake. Kwa sababu Mungu hawezi kumsamehe, utakuwa kunapoteza wakati. Bwana tusaidie sana. Utakuwa kunapoteza muda, maana Mungu hawezi kumsamehe. Na unafikiri kwa nini Mungu asimsamehe? Bwana asifiwe. Tutajibu hiyo swali baadaye. Ina umuhimu, ina maana. Tutajibu baadaye. Sasa dhambi ya mauti, au hiyo dhambi inayompeleka mtu kwenye mauti, na ndiyo dhambi isiyosamehewa kwenye Biblia. Ndiyo dhambi isiyosamehewa. Maana kwenye Biblia kuna dhambi isiyosamehewa ambayo imezungumzwa mahali hapo. Unakumbuka hiyo? Bwana asifiwe. Tunapoona acha tusome kwenye kitabu cha Waebrania 10:26 hadi 29. Kitabu ni Waebrania sura 10 mstari wa 26 hadi 29. Acha tusome mahali hapo. Kama tumeshaona, acha nisome Waebrania sura 10 mstari wa 26 hadi 29. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Jitahidi kusikiliza. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. 29. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Bwana asifiwe. Asema mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Hasa ni dhambi isiyosamehewa. Maana asema kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha. Bwana asifiwe. Kufanya kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli,
Yaani hii ni uasi ambao mtu anaufanya baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Sio uasi ambao mtu anaufanya kabla hajapokea ukweli. Ndio maana tumesema kwamba dhambi iliyo ya mauti, dhambi inayompeleka mtu kwenye kifo, sio dhambi inayotendwa na watu ambao bado hawajaamini. Lakini ni ukengeufu wala kuikana imani kwa wale ambao tayari walishapokea ujuzi wa ile kweli. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye tayari ameshaangaziwa, mtu ambaye tayari alishagapewa nuru, alishagaangaziwa, akahonja kipawa cha mbinguni na kufanya mshirika Roho Mtakatifu na kuhonja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, huyo hawezi tena kufanyika upya. Hawezi kufanyika tena upya kama ataanguka. Kwa hiyo Biblia haisemi kama atakuwa ametenda kitendo fulani, kama ataanguka. Alafu ile tawala nasema kama atakuwa ameikana imani yake. Kuikana imani au kuanguka. Bwana asifiwe. Kwa kuikana imani au kuanguka ndiyo dhambi isiyo iliyo ya mauti, au dhambi inayompeleka mtu kwenye mauti. Kwa ukimwona mtu ambaye alikuwa amejua kweli, Mungu amemwangazia. Sasa tatizo hapa, kuna watu wengi ambao wako kanisani unadhani labda wameangaziwa, kumbe bado hawajaangaziwa. Bwana asifiwe. Hili ni jambo la watu tu ambao walishagaangaziwa. Ni kama vile tuseme mfano malaika. Tunajua kwamba malaika nao walimkosea. Kuna baadhi ya malaika ambao walimwasi Mungu. Bwana asifiwe. Pia wanadamu nao tulimwasi Mungu, tunajua hivyo. Lakini unaweza kujifikira kwa nini wakati malaika walipomwasi Mungu, Mungu akawafungulia mlango wa wokovu? Unaweza kujifikiria hivyo? Sijui kama uliwahi kufikiria. Kwa nini Mungu hakuwahi kuwafungulia mlango wa wokovu, na ili mtu yeyote, ili malaika yeyote ambaye atajuta aweze kumrudilia Mungu? Kwa nini Mungu hakufanya hata hatua yoyote ya kuwatafuta, ya kutafuta malaika waliopotea? Maana haoni popote ambapo Mungu alifanya hatua yoyote ya kutafuta malaika waliopotea. Lakini mwanadamu alipoanguka, alipoasi, siku hiyo tu mwanadamu alipoasi, Mungu alianza hatua za kumtafuta. Bwana tusaidie. Sio upendeleo. Hapana, wakati mwingine watu wanasema labda ni upendeleo. Mungu hana upendeleo. Bwana tusaidie sana. Si upendeleo. Kwa sababu iliyosababisha Mungu akufanya hatua yoyote ya kuwatafuta malaika ambao ameasi, ni kwa sababu ametenda dhambi ile ya mauti. Yaani waliasi kusudi. Walifanya maamuzi ambao wanajua. Bwana tusaidie. Maana ijapo Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, lakini hakumupa ujuzi wa kumjua Mungu kama ule ujuzi ambao malaika walikuwa nao katika kumjua Mungu. Kwa ndio maana malaika walioasi, Mungu hakufanya hatua yote ya kuwatafuta. Maana wanahesabiwa walifanya dhambi ile ya mauti. Dhambi isiyoweza kusamehewa. Bwana tusaidie sana. Na vile vile wakati mwanadamu wakati ameangaziwa, amepewa nuru, alafu akakionja kipawa cha mbinguni, akafanya mshirika Roho Mtakatifu na kuhonja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, huyo anahesabiwa kama malaika. Akianguka baada ya hapo, Mungu hamtafuti. Bwana tusaidie. Labda kutakuwa maswali mengi, tuwe naandaa maswali. Kwa tumesema pale kwenye Kiebrania ambao tumesema 10:26 hadi 29 ya kwamba hiyo ndio dhambi isiyosamehewa. Kwenye kitabu cha Mathayo 12:31, Mathayo 12:31, Mathayo 12:31 tunasema kwa jina la Yesu. Neno la Mungu nasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Amen. Sasa tunarudia. Kwa sababu hiyo nawaambia,
kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Amen. Bwana asifiwe. Sasa kumkufuru Roho, wakati mwingine watu wanadhani ni wakati mtu amenena kwa lugha alafu watu wanamfikiria wenda hii sio kweli, wanamshakia. Sio hiyo. Kumkufuru Roho Mtakatifu ndio ile ambayo tumesoma kule kwenye kitabu cha Waibrania pale kwenye 10:29. Bwana asifiwe. Ndio kumkufuru Roho Mtakatifu. Acha tuone tena mahali hapo, Waibrania sura 10:29. Hatutaanza tena ku 26, tunaenda tu direct ku 29. Mwaonaje? Haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema? Hii kumfanyia jeuri Roho wa neema ndio kukufuru Roho, ndio dhambi isiyoweza kusamehewa. Kumfanyia jeuri Roho wa neema. Bwana asifiwe. Maana Roho Mtakatifu ndiye analichunga kanisa, au ndiye anachunga uchamungu ndani ya mwanadamu. Ndiye analinda imani zetu. Roho Mtakatifu ndiye anatupatia ushawishi wa mwisho kwa ajili ya kutubu dhambi na kumgeukia Mungu. Roho Mtakatifu ndiye analinda imani zetu tubaki waaminifu kwa Mungu. Na wakati tunapotaka kumkosea Mungu au unapomkosea Mungu, ni Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi ya kuja kukuonyesha kwamba kuna mahali umekosea, tafadhali rudi. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa kumfanyizia Roho Mtakatifu jeuri ndio ile kumkufuru Roho. Yaani Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba wewe kuna mahali ambapo umekosea, lazima urudi. Sasa unafanya jeuri. Yaani jeuri kwa Kiswahili ni neno la Kiswahili, lakini natafsiri kwamba jeuri ni kama kutokukubali maelekezo wala ushauri. Ndio jeuri. Sasa anasema mwaonaje? Mtu haikumpasa adhabu kubwa mtu ambaye amemfanyia jeuri Roho wa neema? Mtu ambaye amefanya jeuri kwa Roho wa neema. Yaani Roho wa neema anakutembelea lakini unafanya jeuri. Bwana asifiwe. Sasa ukishafanya jeuri Roho wa neema, hakuna tena njia nyingine ambayo Mungu anatumia kusudia kutafute, inaishia hapo. Bwana asifiwe. Sasa tumesema kwamba ni dhambi isiyo samehewa, na tukauza ni kwa nini basi ni dhambi isiyo samehewa. Kwa nini dhambi ile ya mauti haiwezi kusamehewa? Bwana asifiwe. Dhambi ile ya mauti haisamehewi. Si kwamba mtu akiomba Mungu msamaha hawezi kumsamehe. Tunarudia mara tena. Dhambi ile ya mauti haisamehewi. Si kwamba mtu akiomba Mungu msamaha hawezi kusamehewa, hapana. Ila kule kujuta kunako msukuma mtu kuomba msamaha hakutakuwamo tena ndani mwake. Anakaa kama jini. Bwana asifiwe. Oh, Bwana tusamehe, au Bwana tusaidie tusifike huko. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kutenda jambo, iwe ni mauaji, iwe ni uzinifu, alafu kamlilia Mungu kwa machozi, Mungu akakataa kukusamehe. Haiwezekani. Hilo halijawahi kutokea, kwamba kuna aina fulani ya dhambi ukiifanya huwezi kusamehewa. Hiyo haipo. Iwe ni mauaji, iwe ni uzinzi, iwe chochote. Kama tu utakuwa na ile roho ya kujuta na kumlilia Mungu, Mungu nisamehe, Mungu atakusamehe. Bwana asifiwe. Lakini sasa ni dhambi sio samehewa kwa sababu inaondoa ile roho ya kujuta. Yaani Mungu anaondoa ile neema ya kukufanya ujute. Ni kama vile majini au malaika walioasi, ndani mwao hamuna ile roho ya kujuta, mbona tulimkosea Mungu. Maana kinachomfanya mtu amurejelee Mungu, aombe Mungu msamaha, ni pale unapokosa amani. Unakosa raha kwa sababu umemkosea Mungu.
Na kinachofanya ukose raha wakati umemkosea Mungu ni ule uhai ulio ndani mwako, ndio unasababisha ukose raha kwa sababu ile kosa ambayo umeifanya. Ni mfano wa mtu anayepodungwa na mwiba. Ni kwa nini unasikia maumivu? Ni nini nasababisha unahisi maumivu pale unapodungwa na mwiba au unapopata jeraha? Ni nini nasababisha unapata maumivu? Ule uhai ulio ndani ya mwili wako ndio unasababisha unapata maumivu. Lakini kama ukidungwa mwiba na hauna uhai, mtu kama maiti kidungwa na mwiba, hata ukipiga nyundo hawezi kusikia maumivu kwa sababu ndani mwake hamuna uhai. Bwana tusaidie. Sasa inaweza kufikia sasa nafasi ambapo mtu pale, Biblia inasema kwamba pale ambapo tumesema kwenye kitabu cha Warumi 8:13 kwamba kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Yaani mtu ambaye ameshaokoka lakini bado anafuata mambo ya mwili, vile mwili unavyomuongoza ndio anafanya. Alafu anatilia jeuri roho wa neema. Kila ambaye ile sauti ya Roho Mtakatifu ambaye inamuongoza kumpendeza Mungu anaikataa, anaipuuza. Yeye bado tu anafuata mambo ya mwili. Hii inaweza kumpeleka saa mtu kwenye mauti. Unafika nafasi ambapo unakufa. Ndio anasema pale Paulo anasema kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa. Yaani Mkristo kinachompeleka mtu kwenye mauti ni pale anapozidi kufuata mambo ya mwili. Bwana tusaidie. Kuzidi kufuata mambo ya mwili na kuyapuuza na kupuuza sauti ya Roho Mtakatifu ambaye inakuongoza kuhusu ucha Mungu, kuhusu kumtii Mungu na kumpendeza Mungu. Sasa wakati mtu anapuuza sauti ya Roho Mtakatifu ambayo kazi yake ni kutuongoza katika kumcha Mungu na kumheshimisha Mungu, wewe unazidi tu kupuuza Roho Mtakatifu, sauti yako unaipuuza na unazidi kufuata tu na kutii tu mambo ya mwili, inakupeleka kwenye kifo. Kwenye kifo ya aina gani? Sasa unafika nafasi ambapo hata ile maumivu ambayo ulikuwa unahisi unapomkosea Mungu inapotea. Bwana tusaidie. Sasa ile maumivu ambayo ulikuwa unahisi unapomkosea Mungu inapopotea, hapo sasa umekaa kama jini. Hapa sasa ndipo ndio dhambi ya mauti. Bwana tusaidie sana. Yaani kuna wale ambao wameifanya dhambi ya mauti kwa njia mbili. Hii dhambi ya mauti iko na aina mbili. Kuna wale ambao wameikana imani na wakaonekana kweli hawa wameikana imani. Kuna watu wameikana imani na wakaonekana kweli hawa wameikana imani, na watu wote wanajua huyu alikuwaga ni pastor, huyu alikuwaga ni mtumishi, huyu alikuwaga ni Mkristo na ameikana imani. Na mwishowe mambo yote ambayo yanahusu imani, hata ukijaribu kumweletea maneno ya Mungu, yanakuletea pia ni maneno ya kukuonyesha kwamba ile ilikuwa ni mambo ya upuuzi, haina maana. Kuna watu wa aina hiyo. Na kuna watu ambao wengine ambao wameikana imani lakini hawakutamka. Bwana tusaidie. Hawakutamka, lakini maisha yao tu wameamua kuikana imani. Hasa watu kama hawa ni Mungu ndiye anawajua. Yaani hawezi, yaani alishaga kaa tu kama Biblia inasema, Paulo anasema watu ambao wamekufa ganzi. Watu waliokufa ganzi. Yaani ni mtu ambaye neno lolote la Mungu halimgusi tena. Chochote ambacho kitasemwa kwa ajili ya kutengeneza, kumpendeza Mungu, kumheshimu Mungu, havimgusi tena. Yaani ukaidi umekuwa endelevu mpaka tena neno la Mungu halimgusi tena. Bwana tusaidie. Kizazi cha ukaidi. Sio hata leo kwa mfano tunaposema, jamani kwa nini mnachelewa? Wiki ijayo kufuata tena nachelewa zaidi. Yaani ukaidi unazidi kupanda malevo mpaka naizoea. Hapo ndio inaanzia. Bwana tusaidie. Hapo ndio inaanzia. Yaani ni Mkristo ambao hakuna tena chochote ambacho utasema kimubadilishe. Yaani alishakuwa na msimamo wake, useme usiposema iko hivyo hivyo. Hashituki. Hapo ndipo inaanzia. Bwana tusaidie sana. Yaani amekufa ganzi. Yaani mtu naelewa kukufa ganzi. Yaani hata mtu kimudunga mwibo hasikii. Mwili tena hausikii. Na ndivyo kuna mioyo mingi ambayo imekufa ganzi. Kuna mioyo mingi ya watu ya Wakristo ambayo imekufa ganzi. Kwa hiyo ndio dhambi isiyosamehewa. Hiyo ndio dhambi inayompeleka mtu kwenye mauti. Yaani inaondoa ni level ya uasi, ambayo inakufikisha nafasi ambapo hauna tena maumivu kwa nini nimemkosea Mungu.
Na wakati mtu anapoteza ule uhai, wakati unapopoteza ile maumivu, pale unapomkosea Mungu na kukosa maumivu. Maana mtu kama ni Mkristo mzuri, si kwamba hawezi kumkosea Mungu. Bwana asifiwe. Si kwamba hawezi kumkosea Mungu, lakini anaweza kumkosea Mungu, maana tuko kwenye ulimwengu wa majaribu. Nisi katokea ukamkosea Mungu kwa masemo, kwa mambo tofauti. Lakini wakati tunapomkosea Mungu utahisi maumivu. Kama kuna mtu umemkwazisha utahisi maumivu ndani ya roho yako. Yaani roho inakushitaki, unahisi maumivu. Kama kuna chochote kibao umekifanya, unahisi maumivu. Hiyo ni alama kusha kama bado wewe haujafa. Bado ndani mwako mko uhai wa Mungu. Bwana tusaidie. Sasa wakati mtu ameizoea dhambi, unaizoea dhambi, inafika nafasi ambapo Mungu anatosha hiyo neema ya kuhisi maumivu unapomkosea. Sasa na ile maumivu wakati imeondoka, hakuna tena kitakacho kusukuma tena kutubu na kumgeukia Mungu. Maana kinachomfanya mtu amgeukie Mungu ni wakati amemkosea Mungu alafu anahisi maumivu ndani ya roho yake. Unajisikia maumivu rohoni, moyoni. Sasa ile maumivu ile ndio inatengeneza majuto. Kwa nini nimemkosea Mungu? Kwa nini tu nimetenda hivi? Alafu ile maumivu ndio inakurejesha kwa Mungu. Kwamba Mungu ni rehemu, kwamba Mungu nisamee, nimekukosea, nimekutenda dhambi. Hiyo maumivu na majuto ndio vinakurejesha. Sasa wakati hiyo maumivu na majuto vimeisha, unakaa kama jini. Sasa uwezo tena kumgeukia tena Mungu kwamba Mungu nisamee, huyo unapotea, unaisha. Na kuna watu hata kwenye maisha tu ya kawaida, hata amemkosea mwanadamu mwenzake, na mkakaa kando kwamba mimi mbona umenikosea hivi, yeye ndani mwake haisi maumivu na hawezi kusema unisamee. Bwana tusaidie. Hapo ndio inaanzia. Usizani kwamba kifo cha kiroho kinakuja ghafla. Hakikuji ghafla. Ya kwamba tu asubuhi tu umeamka na ukakufa kiroho. Hapana, hakikuji ghafla. Kinaenda taratibu, hatua kwa hatua. Ni kama kansa. Kansa haikuji ghafla. Ni kama kisukari. Kisukari haikuji ghafla. Inajitengeneza polepole. Yaani haya magonjwa yote ambayo yana tiba hayakuji ghafla. Inajitengeneza polepole, alafu inafika mlevo ambao haiwezi kutibiwa. Na ndivyo ilivyo dhambi iliyo ya mauti. Inajitengeneza polepole, alafu nafika kwenye levo ambao maumivu na kujuta kumeisha. Sasa hata wahubiri wafanye nini, washauri nini, wewe uko hapo, huwezi kuchange. Yes, yaani umekaa kama shetani. Unakaa kama majini. Bwana tusaidie sana. Jamani, tusifike huko. Na kinachomfikisha mara nyingi Mkristo mahali hapo, maana mara nyingi nimeona Wakristo wanapofanya maovu, wanapofanya dhambi, anafanya dhambi kwa spirit ya kusema kwamba nitatengeneza, nitatubu. Acha tu nikule tu igrushwa, nitatubu. Acha tu nikule mara mwisho tu, nitatubu. Acha tu nifanye uzinifu wa mara mwisho tu, nitatubu. Acha nifanye hii moja tu, nitatubu. Bwana tusaidie sana. Sasa hiyo ni makusudi. Yaani roho inakwambia hapa ni dhambi, lakini wewe una force unafanya. Roho amekuonyesha kwamba hii ni uovu, lakini wewe una force unafanya. Sasa kadri unavyozidi kuforce, inafika nafasi Mungu anaondoa hiyo maumivu ndani mwako. Yaani ile kuzidi kuzoea maisha, kuzoea dhambi ndio inaua roho yako, inaua ule uhai ulio ndani mwako. Ule uhai ukifa, hasa umefika kwa level moja, kwa grade moja na majini. Unaweza kubaki kanisani, unaweza kubaki mtumishi, lakini uko kwenye grade moja na majini. Bwana tusaidie. Siku moja kuna wakati fulani Mungu aliwahi kuniongoza kumpelekea mama fulani ujumbe ili atengeneze. Alafu ule mama nilipompelekea ujumbe, alikuwa ameshawishiwa na kiongozi wake wa dini kuingia kwenye uzinzi. Sasa mimi nikampelekea ujumbe kwamba atengeneze. Kweli ule mama akatengeneza. Bwana asifiwe. Ule mama akatengeneza sana kabisa. Na Mungu akaniambia, tokea leo huyu mama amekuwa msichana wako. Na kwa umri alikuwa ni mtu ambaye ananizidi umri. Sasa Mungu angalie umri. Bwana asifiwe. Mungu akaniambia kwamba tokea leo amekuwa msichana wako. Sasa moyoni mwangu nikawa na nia niende kumwona pia ule kiongozi, ule mchungaji.
Sasa wakati nimekusudia kwenda kumwona yule mchungaji, Mungu akaniambia ule usijisumbue naye, ule atakufaka hivyo, ndio tabia yake. Lakini ule mama nilitaka uende kumwona kwa sababu ule mama sio tabia, lakini alishawishiwa tu kwa udhaifu akaanguka kwenye uchafu. Lakini ule mchungaji yeye ndio tabia yake, ndio maisha yake, atakufaga hivyo hivyo, usijisumbue naye. Mungu akanizuia kuzungumza naye. Yaani huyo ni mtu ambaye ni mchungaji wa kanisa lakini kwa kwenye grade moja na majini. Bwana tusaidie. Na hakuzaliwa hivyo. Bwana tusaidie. Yawezekana aliwahi kuokoka. Yawezekana aliwahi kuokoka akajazwa Roho Mtakatifu, lakini akakengeuka na yuko tu kanisani. Si kwamba aliasi imani alafu akaondoka kanisani akawa mlevi. Aliasi imani lakini akabaki kanisani. Wako wengi wa aina hiyo. Wako wengi wa aina hiyo. Wa aina hiyo wako wengi. Mungu atusaidie tusifike huko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio dhambi inayompeleka mtu kwenye mauti, na hiyo ndio dhambi isiyosamehewa. Tunarudia mara tena, si kwamba Mungu hawezi kumsamehe mtu. Mungu anaweza kumsamehe mtu tokea wakati tu umetengeneza, umetubu, umejuta. Lakini kinachosababisha Mungu hii dhambi ni dhambi isiyosamehewa ni kwa sababu ule uwezo wa kujuta na kutubu unapotea. Ndio maana siku moja Mungu aliwahi kuniambia, sijui kani waishirikisha, nakumbuka niwaishirikisha, ya kwamba wale watu ambao wako kanisani wameamini tayari, lakini wanazoea dhambi na wanasema watatengeneza. Mungu ameondoa neema ya wokovu juu yao. Sijui kani wahi kuwashirikisha hiyo. Bwana tusaidie. Ya kwamba Mungu anaondoa neema ya wokovu juu ya watu wako kanisani, walishaamini, walishabatizwa, lakini wanaishi kwenye maisha ya uovu. Mungu anaondoa neema ya wokovu juu yao, lakini neema ya wokovu inabaki juu wale ambao bado hawajaamini, wangali mdunia. Hao ndio wanabaki na neema ya wokovu. Lakini watu ambao wako kanisani wameamini, wamebatizwa, wanafanya huduma na wanaishi kwenye dhambi, Mungu ameondoa neema ya wokovu juu yao, wanakaa tu kama majini kanisani. Mungu aliwahi kuniambia leo neno nikawashirikisha, nakumbuka. Bwana tusaidie. Kwa hiyo Mungu awabariki. Hili fundisho mara mingi huwa linakuwa ndefu sana na kuleleza kusudi watu waliweze kulielewa. Mia kwa mia ni ngumu, lakini naamini huenda kwa kiasi fulani mmeelewa. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen.